الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إنه هو الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وجعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وعلمنا ألا نطغوا في الوزن ولا نخسر الميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أيها الإخوة الأماجد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni kwa kutangulia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah na kumtii. Suala la kuhusiana takwa ni suala muhimu, kwa sababu takwa ndiyo certificate au shahada ya kumwezesha mtu kuingia peponi. Qur'ani inasema tilkal jannatu nurithuha min ibadina man kana taqiya. Allah anasema hiyo pepo ninayoisifia kwamba ndiyo makazi ya milele ya watu waliofanya vizuri, hii ninawarithisha katika waja wangu waliopata ithbati ya uchamungu. Ndugu zangu katika imani, uchamungu ni tabia njema inayofuata mtiririko wa mwongozo uliotoka kwa Muumbaji, na mwanadamu akatumia tabia njema hii kufuata utaratibu kama alivyopangiwa. Anayeishi duniani na kufanya mambo yake nje ya utaratibu, Allah hawezi kumpeleka peponi. Ili mtu aende peponi, lazima awe duniani kaishi kwa kufuata utaratibu wa Muumbaji wake. Allah ametuambia katika Qur'ani sura ya 18 aya ya 28, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Tafsiri ya aya hii ni kwamba Allah anamwambia mtume wake, ni masala ya majukumu na uwajibikaji. Mtume ni kiongozi kwetu, ana jukumu la kutuongoza na kutusimamia, lakini kila mwenye mamlaka ana mahala anapowajibika mpaka kufika kwa Mungu mwenyewe. Yeye Mwenyezi Mungu hawajibiki pahala. Kwa hiyo mtume wetu ni kiongozi, na yeye pia anapowajibika. Kwa hiyo pale anapowajibika yeye ndo anapewa maagizo. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Vumilia, kuwa na msimamo wewe binafsi kama kiongozi, ukishirikiana pamoja na wale ambao wamekubali kumwabudu Mola wao asubuhi na jioni. Kila siku yao moja yenye saa 24 wao wanaipitisha kwa kufanya mambo kwa mujibu wa utaratibu wa Mola wao. Kwa hiyo wewe mtume na madaraka tuliyokupa, kuwa pamoja na watu hawa. Wala ta'du aynaka anhum, wala usije ukawakiushia macho yako, yani macho ya kiongozi yasije yakakiuka akaacha kuwaangalia anaowaongoza akawaangalia wengine.
turidu zinata alhayati dunia. Usije ukafanya hivyo kwa kutaka mapambo na thamani ya maisha ya dunia. Yani kwa lugha ya Kiswahili safi tuseme, mtu ana majukumu ya kuwasimamia, kuwaongoza, kuwaelekeza wenzake, lakini ana matashi yake binafsi. Ni mtu mwenye kutaka kuwa awe tajiri, awe hivi, awe maarufu. Anaona kama mimi nitajitwika suala la dini, majukumu ya kusimamia watu wa dini, watu wenyewe wanyonge hawaninufaishi chochote, hawanisaidii lolote. Mimi fursa zipo za kufanya mambo yangu yakanyoka, nikapiga hatua za maendeleo. Wenzangu wananipita, wana majengo, wana magari, wana viwanda, wana hivi. Kwa hiyo wewe usishughulishwe na umasikini ulionao na umasikini wa watu waliokuzunguka wanaotaka uwaongoze. Ukasema nikiendekeza hawa mambo yananipita mimi, wenzangu wale wanaendelea, mimi niko nyuma kimaendeleo. Sasa ukaanza kuangalia ambao dunia imewanyokea, majukumu yako huku yakawa yanadorora, kila siku yako chini. Wapo viongozi, haya ndiyo yaliyo ndani ya tabia zao. Kwa hiyo kwenye dhamana zao, majukumu waliopewa, ufanisi unakosekana, hatua za maendeleo zinashindikana, kwa sababu yeye mwenyewe binafsi ana mtazamo wa kuyataka mengine yaliyo mbali. Hapa karibu patakuwa pana mkwaza, hawezi kufikia kule mbali. Kwa hiyo Mola wetu mwenyewe akamuonya mjumbe wake kwa aya hiyo, wasbir nafsaka. Neno subira katika lugha ya dini inataalaki na mambo manne. Kuna mambo manne yakichanganyika pamoja ndani ya tabia ya mtu, huyu mtu ndo anaitwa sabirun. Na amri ikija isbir, kuwa na subira, maana unaagizwa lazima ujitahidi uwe na mambo manne hayo kwenye tabia yako. Kwa hiyo isbir nafsaka, subira inashamil kule kuwa na tabia ya kudumu kutekeleza maagizo ya dini ya Mola wako. Ni magumu, lakini usubiri kwamba ujitahidi uyatekeleze pamoja na ugumu wake. Linalowashinda hili ndo maana hutoka katika mipaka, wakawa hawana subira. Na la pili, subira inajumuika na tabia ya mtu ya kustahamili kuacha yaliyokatazwa, na pia ni mtihani mgumu, maana yaliyokatazwa na sharia yana mvuto katika nafsi, yanapendeza. Sharia itakukataza usizini, utasema itawezekana wapi? Jambo haliwezekani, hili jambo la kimaumbile bwana. Mwanamume gani aliyekamilika hasa mzima asifanye swala hilo? Au mwanamke gani katimia asifanye swala hilo? Yeye mwenyewe mwanadamu anaamua, siwezi kupokea agizo hili. Usiibe, anasema kuna mtu gani asiyeiba? Ukitaka vya halali utakufa maskini. Hakubali. Lakini mtu mwenye subira ni kwamba ni kujua hili jambo haramu, hili halitakiwi, lakini fursa ya kulipata ipo. Hii fursa ni fursa haramu, ujilazimishe kujizuilia, japo roho inapenda, mate yanakutoka, uwezekano upo, lakini usiutumie kwa kumwogopa Mungu. Hii pia ni jambo la pili linalojenga subira. Jambo la tatu linalojenga subira ni mtu kuwa na tabia ya kuvumilia yale yasiyomridhi kutokana na tabia za binadamu wenzake. Wanadamu kama tunavyotofautiana sura, pia tunatofautiana tabia. Kwa hiyo mtu kuwa na uwezo wa kustahamili, akawachukulia wenzake kwa mapungufu na udhaifu wao, ni sehemu ya tatu katika mambo yanayojenga subira. Na kama utakuwa umeshindwa na hili, maagizo ya Mungu kuwasameheaneni, patanisheni ndugu zenu, hayatekelezeki, kwa sababu mtu hawezi kuvumilia, hawezi kuuchukulia udhaifu wa mwenzake. Na la nne, subira inajengeka kwa mtu kuwa na tabia ya kuvumilia kwenye masaibu, mambo yale yanayotokezea bila ya ridhaa yako, huku yapanga, huku yategemea, lakini yanakuja. Kama wewe unakuwa unapenda binadamu uwe na siha, uwe mzima, lakini Mungu akakupa maradhi. Unapenda wewe uwe na mali, lakini unaweza ukapata mali, Mungu akakupa mtihani, mali yako ikatoweka, ukafilisika, au ikapata mtihani ikapungua. Haya yote ni mambo ya mitihani, kuangaliwa ustahamilivu wa watu.
je, nikimfanyia hivi mja wangu atabaki kuniabudu au itakuwa ndo sababu ya kuchukia na kunikimbia? Kwa hiyo mtume akaambiwa, kwa sababu tumeambiwa tumuige, tumfuate yeye, awe ni kigezo cha subira. isbir nafsaka au wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Wewe mwenyewe kiongozi, vumilia, kuwa na subira wewe mwenyewe binafsi, ukishirikiana na waja wangu wanaomwabudu bwana wao asubuhi na jioni. Yuriduna wajhahu, wanafanya ibada asubuhi na jioni kwa kutaka radhi ya Mola wao. Wala ta'du aynaka anhum, wala usije ukawakiushia jicho lako ukaangalia mbali kutokana na wao walipo. Usije ukawakimbia, usiwadharau, ukaangalia mbali. Turidu zinatal hayati dunia, kwa kutaka mapambo ya maisha ya dunia. Usije ukafanya hivyo. Sisi tunashindwa. Mtume kaambiwa hivyo, na anayemfuata mtume anapaswa awe hivyo. Kuwa na watu, shirikiana na watu katika kuelekezana kupita njia iliyonyooka ya kukuelekezeni salama kwa Mola wenu. Wala tuti' man, wala usimtii mtu yoyote ambaye, wala tuti' man, wala usimtii mtu yoyote ambaye aghfalna qalbahu an dhikrina, tumeughafilisha moyo wake na kutukumbuka sisi. Kwa hiyo mtume anaambiwa asiwe mtiifu wa kumsikiliza mtu au kufuata mipango ya watu ambao nyoyo zao zimeghafilishwa na kumjua Mungu. Watu wasio na dini, watu wanafanya mambo yao kutokana na akili zao za kuzaliwa, si kwa aya wala kwa hadithi. Hawa kaambiwa asiwatii. Tamko kutii tunalifahamu, tunalitumia kwenye lugha ya Kiswahili. Kutii ni kukubali agizo. Asitoke Yahudi, Mkristo au mtu mwingine pagani asiye na maarifa ya dini akakupangia jambo, wewe ukasema mpango wake mzuri. Wakati ambapo utakaposema mpango wake mzuri, mpango wake yeye mzuri unakuzuia wewe kutekeleza jingine la Mungu. Ina maana kama kwamba umefanya wewe uchunguzi ukaona Mungu mpango wake dhaifu sana, hauna maslahi, lakini kumbe wako wenye akili, wajanja, werevu, mipango yao ni bora zaidi. Jambo hili Mungu hawezi kulistahimili. Kaa kwenye mfumo, fuata utaratibu wa dini, usije ukaacha haya kwa kuangalia wenye maendeleo ya dunia. Wala tutii man, wala usimtii mtu yoyote ambaye aghfalna qalbahu an dhikrina, moyo wake tumeughafilisha na kutukumbuka sisi. Hatukumbuki, hatuelewi, hatuthamini. Wewe usimfuate mtu huyo. Wataba hawahu, na akawa anafuata matamanio yake ya nafsi. Matamanio hawa ni yale mambo yanayopangwa na kichwa cha mtu. Hata kama ana digrii 18, hata awe na jina kubwa kuliko yote duniani, kama hajui Mungu anataka nini, huyo anachokifuata ni matamanio ya nafsi. Wewe mu'min mwenye kujua nini Mungu anataka, usimfuate mtu kama huyu. Mipango yake, maagizo yake, rai zake kwako zitakuwa hazina manufaa. Wakana amruhu furta, na mambo yake yakawa yameondoka kwenye utaratibu. Kwa hiyo mtu yote ambaye mambo yake yametoka kwenye utaratibu, usimfuate. Furta lina apply kwenye maneno yote, tafrit na ifrat. Tafrit ni kufanya mambo zaidi ya itakiwavyo mpaka katika kiwango cha kuharibu, na ifrat maana yake ni kufanya mambo chini ya kiwango, kwamba hairidhishi hapo ulipofanya. Kwa hiyo mtu ambaye hana utaratibu anaweza akafanya vyovyote atakavyo yeye. Wakati anapofanya maamuzi ya atakavyo yeye, anakiuka katika utaratibu, anakuwa si mtu mwenye kupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وقال الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وقال أيضا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، ndugu zangu katika imani, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amesema katika kutufunza kutathmini usahihi na ubora wa amali zetu. Amesema mtume sallallahu alayhi wasallam: inna allaha tabaraka wa ta'ala kataba alhasanati wassayiati thumma bayyana dhalik, faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamila, wa in huwa hamma biha wa 'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin kathira. Inna allaha tabaraka wa ta'ala, hakika ya Mwenyezi Mungu mtukufu aliye na cheo cha juu kabisa, kataba alhasanati wasayiati thumma bayyana dhalik, ametuandikia mambo mazuri na mambo mabaya, halafu akayatolea ufafanuzi, kayabainisha. Kila mtu haswa mwenye kutaka kaandaliwa, anao uwezo wa kujua hili zuri lina manufaa na hili ni baya lina hasara. Kwa hiyo maandalizi tu kwa mwanadamu yamefanyika vizuri. Tatizo ni kwamba mwanadamu kaachwa huru na anaangaliwa atatumiaje uhuru wake, na ana khiari yake mwenyewe kukubali au kukataa. Lakini Allah kila kitu kafafanua kabisa hapa duniani. Faman hamma bihasanatin, mtu yoyote anayeazimia kufanya jambo jema, walam ya'malha, halafu asidiriki kulifanya, yani katia nia, nitafanya jambo fulani, nitafunga kesho, nitatoa sadaka, nitasaidia masikini, alikuwa na azma ya kufanya halafu hakutimiza azma yake, katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamila, Allah humwandikia mtu huyu kafanya jema moja kamili. Yani kwa kutia nia nitafanya jambo jema, tayari unaandikiwa thawabu kwa uzuri na umakini wa kukusudia. Wa in huwa hamma biha, na ikiwa mtu katia azma ya kufanya hilo jambo jema, wa amilaha, halafu akalifanya kweli kweli, katabaha Allahu lahu 'indahu, Allah huliandika hilo mbele yake kumwandikia aliyelifanya 10 hasanatin, mema 10, ila 700 dha'fin, mpaka kufikia nyongeza ya 700, ila adhafin kathiratin, mpaka kufikia nyongeza ya zaidi ya 700. Wa man hamma bisayiatin, na mtu yoyote mwenye kutia azma ya kufanya jambo ovu, kakusudia hasa, mimi lazima nitamzini fulani, mimi nitamuibia fulani, mimi nitamuua fulani, jambo baya, lakini katia nia nitafanya kwa nia yake, halafu walam ya'malha, akaghairi asifanye lile baya lilonuilia, katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamila, Allah humwandikia mtu huyu kafanya jambo jema kamili. Kutia nia nitafanya jambo ovu halafu ukaghairi kwa ajili ya Allah ni thawabu, ushawekeza, umepata fungu. Wa in huwa hamma biha wa amilaha, ikiwa mtu katia azma ya kufanya jambo ovu na akalifanya kweli kweli, katabaha Allahu lahu 'indahu sayi'atan wahida, Allah humwandikia mbele yake mtu huyu kafanya ovu moja kamili. Muttafaqun alayhi, hadithi hii wamewafikiana mapokezi yake Bukhari na Muslim.
mafunzo ya hadithi ni mamoja, kwamba hapa duniani tupo kwa ajili ya kupimwa. Tunapimwa kwenye tunayoyatenda katika nyanja tatu. Mtu anaweza kufanya amali kwa mujibu wa nia yake, kakusudia, kadhamiria, na anaweza kufanya amal ya maneno kwa mujibu wa maneno yake. Kuna maneno mengine ni amal ya kusema, itakuwa ni njema au mbaya, nia inakuwa ni njema au mbaya, na maneno, amali za kusema zinakuwa ni njema au mbaya. Na tatu ni amali za vitendo, mtu anaweza kutenda kitendo kizuri au kibaya. Yote haya yanafuatiliwa na yanawekewa kumbukumbu zake, ndiyo yatakayokuja kupigwa tathmini na akalipwa mtu siku ya hisabu. Kwa hiyo Mtume anatuambia kuweka kumbukumbu, kupiga tathmini na kuja kutoa malipo kunategemeana na mfanyaji, huyu mtahiniwa. Mtu kadhamiria moyoni mwake nitafanya jambo ovu, dhamira yake iko countable, inahesabiwa. Huyu kakusudia shari, jambo baya, halafu akighairi analipwa thawabu ya kughairi, kufanya jambo ovu, anatunzwa. Moyo ulishaelekea, ushaupangia, ushatoa maamuzi nitafanya, lakini ukighairi unaandikiwa thawabu moja ya kughairi, kufanya jambo ovu. Lakini umetia azma ya kufanya jambo ovu, halafu ukatimiza azma yako ukalifanya, basi unapolifanya unaandikiwa dhambi moja kwa ovu moja ulilolifanya. Kwa upande wa mema, umenuia kufanya jambo jema, halafu ukaghairi, hukulifanya. Uliponuia tu kufanya jambo jema, ulipata thawabu moja kwa nia yako. Na kama ulitimiza nia yako ukalifanya kwa jema lililofanywa, kiwango chake cha chini cha malipo ni 1 kwa 10. Kwa hiyo una thawabu 10 za jema moja lililofanywa. Inawezekana kutoka 10 akapata mtu mpaka nyongeza ya 700, na pia inawezekana kutoka 10 mtu akapata nyongeza ya zaidi ya 700. Hapa kwenye kutenda jambo jema, kwanza malipo ya jema lililotendwa ni 1 kwa 10, lakini malipo ya baya lililotendwa ni 1 kwa 1. Kwenye mabaya hakuna nyongeza, lakini kwenye mema kuna nyongeza. 1 kwa 10 ndiyo kiwango cha chini cha kulipwa kwenye mema yaliyotendwa, lakini 1 kwa 1 ni kwenye mabaya yaliyotendwa. Tena kwenye mema ukitiania tu una thawabu hata kama hukufanya. Kwenye mabaya ukitia nia halafu usifanye, una thawabu ya kutokufanya. Ndio maana wanawachuoni wakasema fabu'dan liman rajaha ahaduhu asharatuhu, anastahiki kuwa mbali na rehema ya Mungu mtu ambaye mamoja yake yanakuwa ni mazito kuliko 10 yake. Sijui kama mnaelewa huo mfano, msemo. Anastahiki laana ya Mwenyezi Mungu mtu ambaye siku ya kiyama anapimiwa amali zake, mamoja yake yamekuwa ndio mazito kuliko 10 yake. Yaani upande siku ya kiyama tunaambiwa kuna mizani. Mizani inaenda kupimwa hizi amali tulizofanya, zinatiwa kwenye mizani. Kwenye suratul Qari'a Mwenyezi Mungu amesema hivi: fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamia. Zitapimwa amali za watu siku ya kiyama. Ama mtu ambaye mema yake yatakuwa ni mazito kwenye mizani, atakuwa ni mwenye maisha ya kuridhisha, Allahumma ja'alna minhum. Lakini mtu ambaye mabaya yake ndiyo yatakayokuwa mazito kwenye mizani, ina maana mema yamezidiwa, mama yake atakuwa ni hawia. Mizani ya akhira ni kama mizani tunazopimia bidhaa hapa duniani, zina pande mbili za kapani. Lakini mizani ya akhira haiwekwi jiwe la shaba wala la chuma la kilo. Upande mmoja wa mizani
yanatiwa mema yako yote ulofanya, na upande mmoja wa mizani yanawekwa maovu yako yote. Kama maovu yatakuwa ni kidogo tu, yamezidiwa na mema, basi haya maovu kidogo Allah atasamehe, utakuwa ni mtu mwema, utapata maisha ya kuridhisha. Lakini maovu yakawa ni mazito kwenye mizani, mema kidogo, hapo hakuna msamaha. Unaweza ukahoji kwa nini? Ndio wanawachuoni wakasema, kwa sababu huku kwenye mema moja, kiwango cha chini cha kulipwa ni 10. Kwenye maovu hakuna nyongeza, ni moja kwa moja. Sasa ina maana huyu mtu ambaye maovu yake ni mengi aliishi duniani kiuzembe sana, hakuwa mfanyaji wa mambo mema. Tukipiga mfano, mtu ambaye alikuwa ana wastani wa kufanya mazuri 10 na mabaya 10 kila siku, mazuri yake 10 anapata thawabu 100, kwa sababu kiwango cha chini cha kulipwa mazuri ni 1 kwa 10. 10 mara 10 ni 100. Lakini maovu yake 10, kwenye maovu hakuna nyongeza, ni 1 kwa 1. Kwa hiyo maovu yake 10 ni dhambi 10, 100 na upande mmoja 10. Wapi na wapi? Hasa mtu ambaye huku kwenye 10 kuwe kwepesi, kwenye 1 ndo kuwe kuzito, huyo alikuwa si mfanyaji wa kheri yoyote. Nafsi yake ni mbaya, shari tu ndo ilikuwa anapenda kufanya. Kwa hiyo hastahiki kuonewa huruma. Kwa hiyo utaratibu ambao kwa mujibu wa aya na hadithi tulizosoma, tunatakiwa tuwe tunajua thamani ya wakati wetu, na tuwe werevu wakati wa kufanya maamuzi. Tujitahidi kufanya mazuri, na halafu yale mazuri tunapoyafanya pia tujitahidi kuangalia viwango vya ufanyaji. Ufanisi unahitajika. Ndio maana ikawekwa malipo ya jema ni kuanzia 10. Anaweza mtu akafika mpaka 700 au zaidi ya 700. Hapa panaangaliwa efficiency katika kufanya. Kwa hiyo jema moja linaweza likafanywa na watu, lakini mmoja akapata hiyo 10, mmoja akapata 50, mwingine akapata 700, mwingine akazidishiwa. Inategemeana na uzuri wa amali yake alivyoifanya. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuha al mu'minuna min barriyati jinnihi wa insihi. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا سلم الحجاج والعمار إلى بيتك الحرام والزائرين قبر نبيك محمد الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر المسافرين في برك من المسلمين أجمعين. اللهم انصر ولاة المسلمين وأعينهم على إقامة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم